Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo ametupatia. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Kuna siku kadhaa zimepita, kuna wimbo ambao tulikuja kuangalia, wimbo wa msanii wenu alikuwa wa Jose Chameleone. Ule wimbo wa Tubonge, tukaona namna alivyomwimbia shetani, tukaona namna alivyomwimbia shetani kwenye ile video. Nikawa kipande kidogo cha wimbo wa Zuchu wa antena. Nikasema kama Mungu akinipa kibali atakuja kuusemea tena huu wimbo wa Zuchu wa antena, tuende kuangalia kile ambacho huyu msanii wenu Zuchu alichokuwa anamaanisha, alikuwa anamaanisha nini kwenye ule wimbo wa antena. Kwa hiyo leo Mungu ametoa kibali, tutaenda kuangalia sasa huu wimbo wa antena. Zuchu alikuwa anamaanisha nini kwenye wimbo huu wa antena? Tuangalie namna alivyokuwa alichokuwa anamaanisha kwenye wimbo wa antena. Karibu sana na Mungu akubariki. Fuatilia kwa makini ili kwamba ukaelewe, na Mungu atakubariki. Amin. Iwe sababu nataka tena hili Roma limekuna kwenye mtima, sitaki nishauriwe kwenda nyumbani mapema. Kwanza nipepe inajasho mwili mzima. Aya sasa vidalekea tena, zungusha tena, vidalekea tena, zungusha. Karibu sasa tuende kuangalia huu wimbo, tuende tukauchambua huu wimbo. Lakini kabla ya kuchambua wimbo, kwanza nataka kitu kimoja nataka ujue kwamba ulimwengu wa giza ni ulimwengu wa fumbo, tuangalie neno la Mungu kwanza. Tuangalie neno la Mungu. Kuna maneno ambayo Yesu ameyasema kwa kitabu kile cha Ufunuo sura yake ni ya 2 mstari wake ni wa 24. Neno la Mungu linasema, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote msio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. Kwa hiyo hapa kuna nini? Kuna watu wa Thiatira, Yesu anawaambia kwamba hawazijui fumbo za shetani. Ulimwengu wa giza ni ulimwengu wa fumbo, Kwa hiyo tunaenda kuangalia kuna vitu vinne na tunataka kuviangalia kwenye huu wimbo. Kuna vitu vinne ambavyo nataka tuende kuangalia kwenye huu wimbo. Kwenye huu wimbo. Na kitu ambacho tunataka kuangalia cha kwanza hapa ni huyu kuna nini? Kuna malaika mweusi hapa umemuonyesha. Kwa mtu amevaa nguo nyeusi, alafu ana mabawa ambaye alikuwa anamaanisha malaika mweusi, black angel. Na huyu malaika huwa ni malaika ambayo huwa anahusika kwa kutoa sadaka, yani kafara. Kwa hiyo huyu ni malaika wa giza, sio malaika wa nuru, sio malaika wa Mungu, ni malaika wa giza. Na kitu kingine tena kwenye kitu cha pili ambacho tunataka kuangalia na nini? Hii alama ya dunia. Ukiangalia kwenye alama ya dunia kuna nini? Kuna miguu minne, kama unavyoona hapo. Kuna miguu minne kwenye hiyo alama ya dunia. Kwa miguu minne hiyo alama ya dunia, kama miguu vile ya kwato, sio miguu ya binadamu. Yani kuna alama za nyayo za kwato. Kwa hiyo tunaona kwa ziko ngapi? Ziko 4. Na kama ujue, kama unajua endelea kujua kwamba malaika huwa nini? Malaika huwa wana miguu minne. Malaika huwa nini? Malaika huwa wana miguu kama miguu ya wanyama. Wenyewe wana miguu kama binadamu, huwa miguu yao ni kama wanyama. Na kama unataka kupata ushahidi, nenda kaangalia kitabu kile cha Ezekieli sura yake ni ya 1 mstari wake ni ule wa 7. Labda nikusomee Ezekieli sura ya 1 mstari wa 7. Neno la Mungu nasema, na miguu yao ilikuwa miguu iliyonyooka, na nyayo za miguu yao zilikuwa kama nyayo za miguu ya ndama, zikimetameta kama rangi ya shaba iliyosuguliwa sana. Kwa tunaona hapa hawa malaika ambao Ezekieli aliwaona miguu yao ilikuwa ni miguu kama ya ndama. Kwa hiyo tunaona hata kwenye hii video kuna nini? Kuna alama ya miguu minne, alama ya miguu minne ya nini? Kama nyayo. Na ukiangalia achana hiyo nimesema hivyo miguu ya malaika
sababu ili kwamba ujue na mimi pia unajua kwamba shetani ni malaika, shetani ni malaika ambaye alimuasi Mungu. Na ukichukua hiyo alama, ukichukua hizo alama hizo miguu minne, uchukue miguu minne unapata kwanza unapata pande 4 za dunia. Na ukiangalia pande 4 za dunia hapo, ukichora unapata nini? Unapata alama ya nyota, kama hivyo unavyoona alama ya nyota. Na unajua kwamba shetani alikuwa ni nyota ya asubuhi. Maandiko yamesema alikuwa ni nyota ya asubuhi. Kwa hiyo hapo tunaona alama kwanza ya pembe 4 za dunia kwenye hizo nyayo za nini, hizo nyayo 4 za kama alama ya kwatu. Kwa hiyo ikimaanisha miguu ya huyo malaika muasi ambaye ni shetani, malaika muasi ambaye ni shetani. Na tukichora hapo ndio tunapata hiyo alama ya nyota. Na kuna msanii mmoja wa vichekesho huko Marekani, yeye video yake inapoanza anaonyesha malaika, anaonyesha nyota ikitoka juu mbinguni ikianguka duniani, anaonyesha nyota ikitoka mbinguni ikianguka duniani, akiwa anamaanisha ni shetani, shetani alipotupwa duniani. Kwa hiyo ulimwengu ni ulimwengu wa giza, ni ulimwengu ambao huwa wanawasiliana kwa mafumbo. Kwa hiyo hizi ishara ambazo unaziona hapo, tumeona 2 na ishara hii ya 3 kwenye hii video ambayo tunaiona ni jicho la tatu. Kwenye hii video kuna nini? Kuna sehemu ambapo kuna jicho la 3 kama hivi unavyoona. Jicho la 3 kama hiyo unavyoiona hapo. Kila mmoja anajua nini jicho la 3 ni jicho nini? Ni jicho la nani? Na hii hapa hata kwenye dola ya Marekani utaiona hiyo alama ya jicho la 3, utaiona hiyo alama ya jicho la 3. Na pia kitu cha nne hapa ni alama ya pembe, ambao unaona Zuchu hapo anaionyesha alama ya pembe. Sasa kwenye wimbo tunaangalia namna Zuchu anavyojitambulisha kwamba yeye ni mtu gani. Huu wimbo wa Antena, Zuchu alikuwa anajitambulisha kwamba yeye ni mtu gani. Lakini kwa wewe usiojua, wote wanatoa nini, unaona kama vile ni idea tu ametoa, kama nini, ametoa idea kwamba hajamaanisha kile ambacho alikuwa anaimba, ama hii video ambayo ameonyesha kwamba alikuwa maanishi. Lakini cha kujua kwamba alikuwa anamaanisha, na kitu ambacho alikuwa anamaanisha kwamba mjue kwamba yeye nguvu yake ipo kwa shetani. Kwa hiyo bila shetani yeye hawezi kuwa na nguvu tena. Ndio maana napotoka nje ya uwepo wa shetani anakosa nguvu, anakuwa anadondoka chini. Unaona maana anatetemeka vile, kwa sababu gani? Kwa sababu ameondoka kwenye uwepo wa shetani. Lakini anaporudi kwenye uwepo wa shetani, ndipo anapopata nguvu. Kwa hiyo kama hivyo unavyoona, akiondoka kwenye uwepo wa shetani, basi yeye anakuwa hana nguvu. Lakini akiunganishwa, ndio maana nasema wamuunganishe, kwamba unganishe sijui antena sijui nini, kwa sababu akiunganishwa tu yeye ndiyo ambaye ndipo anapokuwa na nguvu. Kwa hiyo huu wimbo alikuwa anajitambulisha kwamba yeye ni nani. Kwa walioko rohoni wanaelewa, lakini wewe ambao hutaki kuelewa, endelea kufuatilia hivyo. Lakini lazima ujue kitu ambacho alikuwa anamaanisha kwenye huu wimbo. Kuna pali tena ambapo anapoonekana kama anakimbia. Yaani ule mfumo, yaani kuna wakati hawa wenyewe huko waliko kuna wakati wanatamani kujiondoa. Unaona pale kama vile anakimbia, lakini anakuta na watu njiani wanamzingira tena, anarudi tena huko, ile nguvu tena inamuingia. Na neno la Mungu limeshasema kwamba hakuna amani kwa waovu, kwenye kitabu kile cha Isaya 48:22 kwamba hakuna amani kwa wabaya. Neno la Mungu limeshasema hivyo, ndio amini na kweli. Mungu akubariki sana. Tutakuja tena siku nyingine.